Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa mtumishi wa Mungu Sara Tando. Kama ambavyo tulianza kwa kipindi kile cha kwanza kuongelea kwa habari ya kukata tamaa. Tukaongelea kipengele cha kwanza na hiki ni kipengele cha pili ambacho kinahusiana kwa habari ya kuto kukata tamaa. Tunasema ni kwa habari ya kujua kanuni ya kuto kukata tamaa. Kwa kadri ambavyo neno la Mungu linajaa ndani yako, maana neno la Mungu linasema kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Kwa hiyo kama unapaswa kuishi kwa imani, jua kabisa chanzo cha imani, anasema imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo kwa kadri ambavyo neno la Kristo linajaa ndani yako, kwa kadri ambavyo neno la Kristo limefurika ndani yako, ndivyo ambavyo inaimarisha imani yako kufocus katika kumtazama Mungu. Maana neno la Mungu ndio Mungu mwenyewe. Kwa jinsi ambavyo neno la Mungu linajaa ndani yako, inaimarisha imani yako. Hakuna kitu ambacho kitakuyumbisha, hakuna ambacho kitakutoa katika mstari wa Mungu, kwa sababu neno la Mungu kazi yake ni kukutia moyo, kukuimarisha, kukuambia usiogope, songa mbele, unaweza. Kwa neno la Mungu linapopungua ndani yako, kwa vyovyote hali ya kukata tamaa itaingia. Kwa hiyo unapokuwa unadumu katika mafundisho, unadumu katika kulisoma neno na kutafakari, hata inapofika mahali umeshindwa kuendelea mbele, bado neno la Mungu litakwambia unaweza. Neno la Mungu litakwambia songa mbele. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo kanuni kuu ya wewe kuweza kusimama katika msingi mzuri wa kuto kukata tamaa ni wewe kusimama imara katika neno la Mungu, katika kudumu, katika kuliamini, katika kulitunza neno lake, neno la Mungu ndani ya moyo wako, kulitafakari na kuliishi. Maana uwezo kulisikia tu kaliacha hewani, lisikie alafu uliishi. Na kila wakati mkumbushe Mungu kwamba neno lako linasema hivi. Kwa hiyo hata inapofika wakati adui anakuletea kitu kingine cha kukuonesha kwamba uwezi, neno la Mungu litakwambia unaweza. Neno la Mungu, adui anapokuja kukuambia kwamba hapa utavuka, neno la Mungu litakwambia utavuka. Maana neno la Mungu linatuambia tunaweza mambo yote katika yeye atutie nguvu. Kwa hiyo lile neno la Mungu litaendelea kututia nguvu kwa kadri ambavyo tunaliamini. Kwa hiyo mtu wa Mungu, usiruhusu moyo wako ukakaa wazi, ukawa empty. Jaza neno la Mungu ili neno la Mungu liwe supported ndani yako kukuambia unaweza, songa mbele, unaweza, usiogope. Kila siku kuna usiogope moja kwenye maisha yako. Usiangalia kwenye Biblia kuna usiogope nyingi sana ambazo kila unapoamka asubuhi kuna neno linalokuambia usiogope, usiogope. Kwa hiyo usiogope aliwezi kuja tu kama wewe haudumu kudumu katika neno la Kristo. Kwa hiyo mtu wa Mungu, naendelea kukutia moyo, naendelea kukupa neno ambalo litakufanya wewe usirudi nyuma. Maana katika kile kipengele cha kwanza tuliona jinsi ambavyo Elia alikata tamaa, japo aliua manabii 450, lakini hali ya kukata tamaa ilipoingia ndani yake alishindwa kuendelea mbele. Kwa hiyo ukijitathmini kuna mambo mangapi umeshindwa kuyakamilisha, kuna hatua ngapi umeshindwa kuzitimiliza kwa ajili ya kukata tamaa. Na hali ya kukata tamaa sio mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ni kila mtu afikirie lile kusudi ambalo ametiwa kwalo. Kila mtu amezaliwa kwa makusudi, kila mtu amezaliwa kwa sababu maalumu, kwa sababu ile haiwezi kutimia kama wewe unakata tamaa. Ndugu, mtu wa Mungu, hakikisha hauruhusu hali yoyote ya kukata tamaa. Songa mbele katika yale yote ambayo Mungu anataka uyafanye, katika kulitazama neno, katika kumtazama Kristo. Peke yake ndo anaweza kukutia nguvu, yeye peke yake anaweza kukufikiliza katika ile kusudi ambalo Bwana anataka ulifikirie. Iwe ni kusudi kwa habari ya huduma, iwe ni kusudi kwa habari ya familia, iwe ni kusudi kwa habari ya elimu yako, lazima umtazame Kristo. Maana yeye peke yake alikufa msalabani kwa ajili